akachaka piga kwenye kipini, nywele zikafunga ja. Bwana we, mtoto wa kike ni bomba wewe. Ni bomba kinyama nyama. Woo! Nywele zikapepea namna hiyo. Wengi wanajua kama huyu hapa ni wa kiume, lakini huyu ni wa kike. Alijikuta moyo wake umeenda kasi kwa kuogopa. Nani kamfanyia hivyo? Kwa nini mjomba amejificha? Sasa mjomba shangati kuzunguza nywele. Bwana uka vile ni manzi. Gani? Uka vile hapa ni mwanamke anaonekana vile demu fulani hivi. Binti yupo matatizoni. Sasa wengine ni kwamba wanakuja, hii inamaanisha kwamba watamshtukia. Unajua binti kumjua sana sana inakuwa ni tabu kwa sababu nywele zake wanazibana. Sasa nywele zimefumuka kwa napeta kwa hatari. Wacha aende mbali kabisa. Lakini mjomba akawa na mashaka. Tena akajihakikishia kwamba binti hapa ni kwamba jamini. Alishajua kabisa kwamba huyu hapana. Kweli ni mwenzetu kweli huyu. Mambo gani naona? Mjomba wewe. Naam. Basi binti alikuja katika sehemu fulani. Alikuja kupunguza uzito kwanza, kujiweka sawa. Hapa ni kama alipaamini kwamba kuna mtu yote ambaye anaweza kumuona. Sehemu moja safi imetulia, maji hapo na nini. Bila shaka anahitaji kuoga. Anafunga sio alikuwa anajikaza. Anyway, sasa akawa amesikia mchakacho kuku. Kama vile kuna mtu kapia tu, ni kweli hapa kuna mtu alikuwa akimchungulia. Tena ni mwanaume, ameona mwanamke mzuri sana. Binti akawa tayari ameshawisha kuhisi. Basi akatoa daga namna hiyo. Kisu. Karusha. Nikamkosa ambaye alikuwa hapa, yani limkata kidocho. Binti akaziba kwenye kifua. Ambaye alikuwepo hapa ni ule mzima. Juna alikuja kutafuta dawa ili kumpelekea yule ambaye sasa alikuwa ametoka na mavupele. Hapa ndipo tulipoishia mara mwisho. Wakati huo ni pale kwa kijana huyu hapa ambaye anamuita Juna. Alikuja hapa kwenye msitu kwa ajili ya kuja kuchimba dawa. Baada mara mwisho kutishiwa kwamba wale marafiki zake ni kwamba wataingia kwenye hatari kama asipopeleka dawa kwa yule mtoto kiongozi. Mara mwisho alikuwa namna hii hapa. Binti ambaye anaitwa Ngijani kwamba leo chana ulinzi. Na binti alimwambia kwamba nitasubiri mwisho leo. Ukifeli sitatimiza ahadi yangu. Nitahakikisha kabisa binti hapa au salama au nitaharibu hapa kwenye hii ofisi yako. Naam. Na ndipo jamaa aliposogea. Kuna dawa ambazo anazitafuta hapa, amekuja kuchimba dawa ambazo zitamfanya yule mwanamke ni kwamba yale mavupele ya mtoke, yani zile smallpox. Okay. Bila kufahamu chochote kwamba pia hapa kulikuwepo na mtu ni pembeni kidogo ya mto fulani. Sasa Sakatiwa anakuja kushtuka baada ya kumuona mwanamke tena amevaa nguo nyeupe alishangaa sana. Ndipo aliponyata. Lakini binti yule ambaye ni Crown Prince, wengi wanaamini kwamba huyu hapa ni wa kiume ila huyu hapa ni wa kike. Na hapa sasa amekuja kuvaa nguo zake akiamini kwamba kuna mtu wote ambaye anamuona. Kwa binti alikuwepo katika mawindo na mjomba wake ni kwamba alimfanyia ujanja. Sasa kwenye kukimbia ili asionekane watu wasijue kwamba yapo ni jinsi gani, bila kujua kwamba yupo kwenye hatari, kuna mtu ambaye anamchungulia. Jamaa alivutwa na mtoto wake ni mrembo kweli. Vita kuja kuhisi mchakacho kama vile kuna mtu hapa nyuma mzee. Hii ni sehemu ya 8 na hapa ndipo tulipoishia. Huyu ni Prince. Alichofanya kwamba alikamata kisu ili kujitetea. Nani ambaye yuko hapa? Wewe. Unalimkosa wewe. Binti wakagopa kweli. Jamaa akashtuka. Kabla jitokeze. Yeye ni mtu mwema, si mtu mbaya. Yapo hofu. Sema ni kwamba nilikuwa napita zangu bana. Hata msijaona kitu, kwa hiyo usijali. Tumekuja hapa kuchimba dawa. Usijali. Lakini anatetemeka kweli. Amekoswa na kisu.
Binti sasa inabidi avae nguo zake hizi. Jamaa anasema ukweli, mimi sijaona chochote bana. Kwa hiyo tafadhali endelea na kile ambacho ulikuwa unafanya, usihofu. Jamaa anasikia makelele. Aya. Kama vile kuna watu ambao wanakuja hapa afu atamkuta binti hapa tukuna hatari. Sema ni hatari kwa hapo, tafadhali naomba tuondoke hapa. Umesikia kelele? Unajua kwenye hii sehemu leo kuna mawindo ambayo yanafanyika jumba la kifalme. Baadhi ya viongozi wako hapa lakini pia na mfalme mwenyewe. Sasa unaweza jitokee tu bahati mbaya kapigwa mshale kwa sababu wanawinda wale wenzako. Kwa hiyo tafadhali naomba tuondoke. Peter sema ondoka, sihitaji msaada. Sasa kama hivyo. Niacha ubishi bana. Vaa nguo zako na tuondoke. Binti ni kwamba hataki mazoea. Sasa hii hapa ni hatari. Kwa sababu hapa tayari mshakisha kujua jinsi yake. Prince alisimama kwa sira. Wanaofahamu siri kwamba yeye ni mwanamke na watu chache sana. Huenda na huyu hapa sasa ni hatari. Na huyo ni yule kijana kipindi kile ambaye anamtaka Juna. Mimi nitakamata kisu namna hiyo. Che, ni kisu kikali. Ikishirimen. Basi kama hutaki msaada, basi hakuna shida. Fanya unachotaka basi. Haya, usijali. Pembeni kuna ugwambo alikuwa ameiona. Akaambia vipi hapo ni mkimbizi? Kwamba unakimbizwa au? Labda hapo ni mfanyakazi wa jumba la kifalme. Wewe nani? Sasa unajua kwamba huyu hapa ni prince. Bwana wewe. Nepi yuko vizuri kweli kweli. Mbili ka test. Yeye ni wa kike. Unaona kama alimtuliza. Binti bila kujua kwamba kupambana na mtundo anazidi sasa kumthibitishia kujua jinsi yake. Yeye ni mwanamke, yeye ni dem, ndio. Alichukua kisu chake. Anasema kama nilivyotegemea, yani wewe ni mwanamke kabisa, yani nilivyokusikia na nimejua. Lakini unajua hichi kisu hapa ni kikali kweli kweli. Jamaa ni mtu utani sana, yani hana mambo mengi, yani. Wakati huo kuna mtu anasema pumbavu ule, kama vile ipita huku. Sasa mjomba anamtafuta Prince. So mara mwisho kumbuka Prince alimfanyia, yani huyu mjomba hapa alimfanyia Prince huyu ni kumpiga na mshale. Alisikia vile huyu Prince ni mwanamke fulani hivi. Anasema ni huyu upinde wangu, ngoja. Ameelekea wapi Prince? Usikute amekimbia baada ya kuona kwamba sura yangu. Pote bana. Haya. Huyu ni Prince moja hapo. Ambaye pia na undugu na Crown Prince. Sasa alivyoangalia kwa mbali aliona farasi wa Prince. Hapo ni hatari. Na pia kuna watu ambao wanakuja. Imali Jofrani kwamba alimstiri mtoto wa kike. Mwisho akamwambia nifuate. Binti hataki. Kidiru chapi면 끝장이라고. Sema ukifika hapo tutakuwa na hatari. Nado. Yani tutaingia kwenye matatizo, yani mimi pamoja na wewe. Kwa hiyo tuondoke zetu. Hii ni bala. Binti inabidi afuate. Mpaka sasa ajui kwamba atamfanyaje mtu hapa kwa sababu ameshakwisha kujua siri. Sasa mjomba huyu. Mjomba yeye wanamuita Changuni. Shangana kuita mavazi hapa Prince, alafu Prince hayupo. Sasa ile tuendelee hapa jamani. Kumbuka watu hapo kwenye mawindo. Na hata pia Prince ni mmoja wapo ambaye pia alikuwa katika mawindo. Baada ya majanga kutokea, mjomba kumpiga mshale wa kichwa, ikabidi akae pembeni ili kwenda kuvaa mavazi yake. Sasa wewe nyingine naye kamata hao. Bwana. Pale unakutana na ulinzi. Sasa chali huyu ambaye anaitwa Juna ni kukimbia. Sababu ni hatari. Wanapokimbilia huko mbele ndo kwanza kuna kikosi na kuja mzee. Hapa kuna maprince, lakini pia na kuna walinzi na viongozi tofauti tofauti. Sasa pia na mfalme yuko. Sasa wanapokimbilia ni kwamba wajui ni wapi. Jamaa anakimbia na mtu ambaye anajua kwamba huyu hapo ni nani ama cheo chake ni nani. Anachojua kwamba huyu hapo ni mwanamke ambaye amekutana naye huko. Sasa mbele kuna korongo la maji. Njia ni kwamba kuna alafu walinzi ni kwamba anasema jamani waliza sasa kule kone tutafanya nini? Ndio. Binti akamwambia ruka. Nini? Ruka. Binti akamtupa na mimi. Kwa bahati mbaya jamaa akashika mkono wa binti yule. Wakajikuta wote moja kwa moja namna hiyo. Na nia binti ni kwamba alikuwa anataka jamaa huyu hapa ndo ajitupie kwenye maji. Kwa sababu kama angekutwa angeweza kujibu maswali. Sasa alijitupia namna hiyo kwenye maji. Anakuja kuchalia hapa. Huyu ni binamu wa Prince.
yeye wanamuita Prince Usu. Nyuma tukapiga kelele kama tulia. Tulia. Sasa vipi kama tulia. Mwanaume anafika hapa na kuona kwamba kuna chochote. Hakuelewa kitu. Sasa kumbuka uchelea na kupewa na matatizo ya kutokujua kuogelea. Binti akaona kwa nafsi yake. Sasa nakuja kushtuka na shangaa. Huyu jamaa ndo kwanza anazamia. Aligundua kwamba mtu hapa ni mdhaifu. Sasa binti ni mtaalamu kulikwelo kuogelea. Tara binti alisogea ili kumsaidia kijana huyu ambaye hamjui, ila ndio yule kipindi kile. Sasa namna binti anavoogelea, style anavopeperusha hiyo mikono jamaa, hii kamfanya huyu binti bana amkumbuke yule kipindi kile. Yule rafiki yake mzee ambaye alikuwa anaitwa Dami. Kumbuka maana Dami wanasema ni ukuta. Basi binti alimsaidia namna hiyo. Hamjui ni nani. Lakini dogo amebaga na dua kwa namna ya uogeleaji wa binti ilimshtua kidogo. Naam, hiyo ni sehemu ya 8. Wanaita affection, upendo, mapenzi. Wakati tunakuja funda pile tunashona kule. Basi tunakuja katika hayo meli moja kubwa. Yupo kijana mmoja ambaye yuko hapa. Huyo ni mgeni. Kuna kitu ambacho alikuwa nacho. Uchalia wanamuita Yuni. Yes, yeye ana undugu pia na Prince. Ni mtu ambaye mara mwisho alikuwa ameenda China kwa ajili ya kwenda kusomea biashara. Sasa kulikuwa na kalamu fulani ambayo alikuwa akiangalia. Hii ni zawadi kwa ajili ya mtu fulani. Amini. Hatimaye sasa anatokea Ming. Kwa kipindi hicho ndo China sasa. Anatokea Ming. Na sasa basi na karibia maeneo ya Joseon. Kwa vipi bana? Nini ambacho unachoangalia hivyo? Kama vile kuna mtu ambaye anaenda kumpelekea. Nasema, hamna. Wewe mheshimiwa usinifiche bana. Unajua wewe ni mheshimiwa, kwa hiyo lazima nijue. Koja kushangaa ni brush ambayo hii huwa inatumika kuandikia. Hasima hii ilivyotengenezwa imechongeka. Nasema hii ni kwa ajili ya mtu ambaye ninamthamini, nenda kumpatia mzawadi. Hasima ni sawa, lakini bana unakuwa busy sana. Sijui ni mtu ana gani huyo. Unaona nasema tumefika. Uchali wanamuita Yuni ama Yuni. Heti Crown Prince amepotea. Wakati taarifa zinafikishwa pona pile kambini, sema ambapo pia hapa alipo mfalme. Hasa na kuaje? Sasa inabidi hizi taarifa zimfikie mfalme. Sasa Bogidong anasema itakuaje? Labda usikute Prince ametekwa. Jadi kama anasema ni mpuuzi ni. Umesahau kama binti hawezi kwenda popote pale pasipo kutujulisha. Sababu ambao anafahamu kule kama yule Prince ni mwanamke huyu, yani mama huyu ambaye ni kijakazi pamoja pia na Bogidong, pamoja pia